sana ni anikimbona kwa mzuri vile kinajiadibisha. Ya, niko mzuri na jamini, nitizame kwanza. Nianzie chini kulikucha mpaka juu kukichwa. Ujue sio plante, ni nywele yangu na tire. Naambia mwanamke kama mwanaume tu aniache hivi. Najiamini. Mwanamke kujiamini. Sasa kujiamini ni vizuri. Sasa kwa nini umebeba mume wa dada yako? Hiyo ndio swali. Huyu ni mdogo wangu, aye tu aulewe mbele yangu. Nyumba kama yeye imiliki magari matatu. Aje tu. Sasa wanakuambia bahati ya mtu ni bahati ya mtu. Hakunaga mtu anaweza kubeba bahati ya mtu. Basi njoo hivyo ilikuwa bahati yake maana mume wake kazamia kwangu. Mungu. Naishiwa. Unaishiwa ni dada? Naishiwa. Sasa ni mambo ya kawaida. Sawa, yani kusema tungo dada kungo bwana kwa nakufuza kuna baki au ndani mimi nakuacha au ndani liona liwe. Na nisikilize? Yani abakie wapi? Umo ndani. Wapi? Si kwake. Kwanza nyinyi wote tokeni. Tokeni ndani kwangu. Nice wa mkoga wanyu wa mwige wanyu mukunda sana. Wa mkoga wanyu fisingo na munyitaho. Behind camera nukunya bovanshi. Wa cameraman anasikia bikora neza. Umudusikie twirigwa na yabajewe cyangwa kuze John. So ndazi warabigano ca mbere yatahukiwe ibituko twakora bya kabiri yabonye ukuntu byagenze yabonye intango imvo nimvo aho byahereye nyambo tatahuye subira inyuma ugenda urabe aho byahereye ni nkuza gutavuga ati nice ariko akoruko. So Latifa umusharifikisha ile fasi wanyeretse ninzi kumenga uri kuratinya kuja ndiro kuna ugopa kwenda. Hapana, asante sana dadangu. Mimi nakushukuru sana, sema twende juu sisi masaa iko naenda. Hapo nikizama ngira kwa nitizama kwa kukutana kama ni masaa moja hivi lakini sisi vitu cha kwa saa 11. Lisio kama hizi size na kwa ni size za kurantre. Sema na kukaza utaniuliza imechira juu ya nyini. Umeonyesha wapi ni pale? Kwa ile nyumba dadangu. Ni kwa ile nyumba nje kwa anaishi. Nina kwambia unatembea ndira utaki bimana yenu mnaelewa tu matatizo mengi lakini usijali. Yani kila si wa binadamu kuna hina matatizo ni sehemu ya mitihani yetu. Umva jena kubwire ti kubibazo mfite nito nakwigana ni wogire lakini kila kitu cyose kinakuwa ni mpango wa Mungu. Umeniambia ni hapa mimi na wewe tutaongea vizuri mpaka sasa kuelewa sio mpaka ngoti ile gao uishi na bwana wako tena. Niambie kweli dadangu utakuna fahamu nzuri. Na lega sio mpaka ngoti uishi na bwana wako basi akustiri tu akustiri juu mtoto wako basi mzee basi waseme uko na mume basi tu. Ni msali tuko pamoja. Nyumo ndani dada. Kana wanaendelea wako. Hodi. Yana chato dodo ondire yuko. Hodi. Tutacha kukura. Karibu. Tuingie basi tuongee na ndani tusimujazie watu hapa. Stare dada yetu. Anikuwa ndaka tuongee na wewe sije kama unaweza kaniruhusu kidogo. Haina shida ongea tunakusikia. Nikisajui kwa pepesi. Babo nisaidize basi ingine mikrofoni hapo dakika kangu. Fasha indi mikrofoni tuyage nk'abantu bakuze nk'abakobwa twege tuhoze. Yakoi. Dadangu nje tutajinla kwa tunatoa niki. Ndio. Sasa lakini aniki nimesikia mambo mengi. Wewe mtu unamfahamu? Ndio namfahamu. Nani kwako? Yeye ni mdogo wangu. Mdogo yako? So yani mdogo wako kipi? Yani kusara wapo ushajua ushamfanyia mdogo wako. Kosa gani? Wewe unaniuliza kama nani? Hapana, nilikuwa nataka tuongee. Ndio maana nimeamua nikasema nitoe mguu wangu kwenye niko nikuje ndio na kitu ambacho nimesikia dada kama yaniambia ameniadisi. Unajua kama na hapa kwanza nimewaheshimu. Sawa, tunakushukuru sana kusema tuheshimu sisi, lakini naomba sasa kama ulivyoniheshimu mimi, mheshimu dada zako. Yaani nimepata habari dadangu. Sawa kama naona ndile uko mzuri nimeiona, lakini sasa gisuko mzuri sio gisina vitu ambavyo nimesikia vinakufanana. Mume wake kanipenda mwenyewe. Kaona tu uzuri kavutiwa. Sasa kuvutiwa usi dadako. Ni mdogo wangu sawa lakini bado hajafunga ndoa. Okay, abayafunga ndoa. Sawa wafunga ndoa kwa naishi kwake. Hii ni basi yake.
hii nyumba sio yake, ingekuwa ni yake ingekuwa imeandikwa. Hii sio yake. Naenda msiku zinakuja naenda kwa ya kwangu. Naenda kuimiliki. Okay, sawa. Lakini nikwambie kitu dadangu, sanja kama abahungu bamejecha kimu cha kwanza. Kama umemfanyizia huyu ana mimba ya miezi 5, tena gisi naweza kukufanyizia na anaweza kukuacha. Sidhani kama inaanza ikafika. Kwa nini? Sidhani tu maana napendwa. Adira. Okay, sawa dadangu napendwa, lakini kumbuka upendo ambao dadangu amekupatia wewe. Yaani amekutoa kwenu ila kusomesha. Ili ushapa kwake. Unaona hivi yani ushakuwa na mafreshiri ni kila kitu, lakini unaamua tu msaditi hivi. Sio mimi ni mume wake. Mume wake na wewe urabivise mu ruhara uko umugabo wiye aza kukurondera ukamwankira ni yari kuguforce. Kwani yule mume wake ni mtoto? Si mtu mzima yule anaeneza meno. Mungu wangu. Shasikia dadako. Shasikia lakini hapa sio kwake. Nishamwambia reka umondani sio kwake. Kwani kwa dada? Hapa ni kwangu. Maana msiku zinakuja hapa nakuja sasa kuja kwangu halisi. Kivipi? Kwa mwanamke ni kwenye wamefaa harusi na mwanamume wamefaa ndoa wameandikwa, wakati hajaandikwa hapa sio kwake. Yeye ni kama tu malaya. Maana kisa sana uko malabi, maana uko kwa nyumba ya mtu. Lakini msiku zinakuja kwa mama mwenye nyumba. Wakwanza INYISHU mimi naishiwa. Yeye naishiwa. Sura Tifa dadangu. Unamsikia dadako? Namusikia lakini hapa sio kwake, hapa ni kwangu. Tena hapa nataka usitoke huko ndani. Hapa amekuja ndindi atoki. Umu lazima atoki tu. Atoki hai. Basi mpaka vitu siku naelewa. Toka. Okay, sada dangu. Nikuulize, siko mzuri? Ndio najiamini. Okay, unakosa nini? Hakuna chena nakosa nyuma nikapendwa. Okay, umependwa wai haukusema uende upendane na wengine wanaume wote wa duniani wote ukachagua mume wa dadako. Inawezekana mume wake ameona mimi. Wai sasa ingekuwa umeona hakuniona. Okay basi, urumia basi iki kiumbe dadako iko na tujua amesema hivi hataki kuishi mwandai kama mke wa nanihi. Basi niseme baba nako, anataka wasale mtoto muhurumie basi. Nadhani kampatia anda kama yeye amenipatia mara ya kwanza. Mungu wangu. Sawa, anakwambia kitu dadangu. Kuna kitu nakwambiaga hii dunia inazunguruka. Kama umefanya dhambi na kurudiaga. Ndio wewe gisi hivi unaika pa ujibe nyenye mume wako unafanya huko. Sema iko wapi? Mimi kwa nataka tuongee naye. Ameenda kazini. Yeye anataka one day nikuje, niongee naye nisikize hiyo maneno. Unajua dada kwa kama miaka 6 apati mtoto. Hivi amejaliwa na Mwenyezi Mungu amepata mtoto hivi kwa miezi 5. Why si mfanyia kitu cha hivyo ngoti noza nkamuhinda. Sana ni anikimbora kwa mzuri vile kinajaribisha. Niko mzuri na jamini nitizame kwanza. Nianzie chini kulikucha mpaka juu kukichwa. Ujue sio plante ni nywele yangu na tire. Naambia mwanamke kama mwanaume tu aniache hivi. Najiamini. Mwanamke kujiamini. Sasa kujiamini ni vizuri. Sasa kwa nini umebeba mume wa dada yako? Hiyo ndio swali. Huyu ni mdogo wangu, aetwa ulewe mbele yangu. Nyumba kama yeye imiliki magari 3. Aje tu. Sasa wanakuambia bahati ya mtu ni bahati ya mtu. Hakunaga mtu anaweza kubeba bahati ya mtu. Basi njoo hivyo ilikuwa bahati yake maana mume wake kazamia kwangu. Mungu. Naishiwa. Unaishiwa ni dada? Naishiwa. Sasa ni mambo ya kawaida. Sawa, yani kusema tu ngo dada kungo ameolewa mbele yako na ni mdogo wako ngo kupata bwana wa bien wa hela ndio vinakuwa. Abini huyu. Lega uzuri sio ndoa. Akiuna aka njoo ndoa. Sina uzuri ndio umetuma napendwa. Mungu wangu. Maana dada yako sio mzuri. Ni mzuri kisio mzuri hivyo. Sawa. Ika basi naishiwa. Nishakutizama mama, nishakuona. Okay, thanks kwa kunitazama. Lakini kuna kitu wanasemaga uzuri sio roho. Unaweza kuna mtu anapita mtoto mzuri beautiful nini mzuri wa mashallah lakini sasa na roho chafu. Wapi uzuri wangu ndio roho yangu. Wapi unanitazama tu vibaya unaniangalia naoga. Sikutizami naoga, yani mtu ambaye unamchiti dada yako. Hapana. Haikubidi anitangulie jamani. Sasa why akutafuta wewe kwanza wako? Sasa ulimwambia dada yangu sitaki uolewe mbele yangu akakataa. Hapana, tukwe kuongea hiyo kila mtu na bahati yake jamani.
Lakini kuna kitu anasemaga wema ni akiba. Labda bahati yake imelala. Yako ndio imeamuka. Naishiwa ni sandara kusema. Bakunzi INYISHU media uko mu mbonuko. Nimeishiwa ndumiwe. Mugani wakantu muri montage akunda gushiriraho ndumiwe. Sinala kusema. Tuvuye tugati ukoreka tuje tunabo wanike ameze gute. Nako ndibaza ninde nze ndamurabe. Ndumiwe bakunzi INYISHU media ndumiwe. Okiri wanamke mzuri nshaka kubwira ati umukobwa afisa umwana n'ubwiza sio roho yake. Anasema Kenya dada anasema hivi, dadangu kwa nini ngo yagize mariage imbere yanje? Wakagira umugabo w'amafaranga imbere yanje. Why? Hari kina kubwira ati kila muntu wese afise ikintu citwa ibahati yiwiwe. So dadangu nikwambie kitu. Imbere y'Imana hariho n'ibindi bintu. Cira kwambia hapa ni kwako na yeye yafunga ndoa ubakie umo ndani. Ushanisikia? Yeye kamega mwanamke ni msimamo, si tu kama superwoman, bakia umo ndani, umoni kwako na umenza kwa jaolewa. Cha kwanza hicho kama na wewe Oliva hujaolewa. Nani hii ngangania haki ya mtoto wako. Wewe umekubali bwana kwenda kufuza kuna bakia umo ndani, mimi nakuacha umo ndani liona liwe. Na nisikilize? Yani abakie wapi? Umo ndani. Wapi? Si kwake. Kwanza nyinyi wote tokeni. Tokeni ndani kwangu. Mimi natoka lakini sawa natoka lakini ulatifana baki. Ndumiwe.